Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, karibu katika chaneli yetu ya Darul Ilmi Litalimi Shar'i. Tukiwa leo tuanza na somo letu hili la lugha. Tunaanza somo letu hili la lugha ya Kiarabu tukianza na al-asmaul ishara. Al-asmaul ishara, al-asmaul isharatun lilqarib. Tukianza na al-asmaul isharatun lilqarib, majina ya kuashiria kwa vitu vilivyokuwa karibu. Majina ya kuashiria vitu vya karibu. Katika lugha yetu hii ya Kiarabu tutaanza na haya majina ya kuashiria vitu vilivyokuwa karibu ambayo tumeletewa hapa ni hadha, hadhihi, hadhani, hatani, haulai. Hadha, hadhihi, hadhani, hatani, haulai. Haya ndiyo majina ambayo yanatumiwa katika lugha ya Kiarabu katika kule kuashiria kitu kilichokuwa karibu. Kipo karibu, kwa maana hiyo hakipo mbali. Ndipo kitu au mtu au watu watakapokuwa karibu, basi utawaashiria kwa majina haya. Tukianza na hadha, ameanza na hadha akituletea maana yake na matumizi yake kama alivyoelezea katika qaida. Anasema hadha lilmufradil mudhakkar. Hadha lilmufradil mudhakkar, anasema hadha inatumika kwa mwanaume, inatumika kwa mtu mmoja mwanaume mwenye jinsia ya kiume. Hadha lilmufradil mudhakkar. Hadha inatumika, ni jina ambalo linatumika katika kuashiria mtu aliyekuwa ni mmoja au kitu kimoja chenye jinsia ya kiume. Akiwa ni mtu, basi atakuwa na jinsia ya kiume, na kikiwa ni kitu, mathalan ni kiti, ni nyumba, ni kitu ambacho hakina uhai, basi sharti kiwe ni kimoja na jina lake la hilo kitu liwe na sifa ya kiume. Akiwa akasema hadhihi, hadhihi akasema lilmufradil muannath. Hadhihi lilmufradil muannath. Hadhihi inatumika, ni jina ambalo linatumika katika kuashiria mtu mmoja au kitu kimoja katika jinsia ya kike. Yani ni jina ambalo linatumika kuashiria mtu mmoja mwenye jinsia ya kike. Kikiwa ni kitu, jina lake liwe na sifa ya kike. Akiwa ni mtu, basi awe na jinsia ya kike. Tumeona utofauti wa hadha na hadhihi ni kwamba hadha inatumika kwa mwanaume na hadhihi inatumika kwa mwanamke. Na endapo kitakapokuwa ni kitu, basi jina lake liwe ni katika majina yenye sifa ya kiume. Na hadhihi kikiwa ni kitu, basi jina lake la hilo kitu liwe ni katika majina yenye sifa ya kike. Kwa maana hiyo sasa, katika lugha ya Kiarabu kuna majina ambayo utayakuta yana sifa ya kiume. Hayo ambayo ndio tutayatumia katika kuashiria kwa hadha, na kuna majina ambayo yana sifa ya kike. Hayo ndiyo tutayatumia kwa hadhihi. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu kuna majina yenye sifa ya kiume na majina yenye sifa ya kike. Tutayajua insha Allah hapo mbele, tutakuja kuyasoma na tutakuja kuyafahamu vizuri kabisa biidhnillah insha Allah. Naam, tunaendelea na hadhani. Hadhani anasema lilmuthanna almudhakkar. Lilmuthanna almudhakkar. Hadhani ni jina ambalo linatumika katika kuashiria watu wawili waliokuwa karibu. Yani ni jina
ambalo linatumika kuashiria watu wawili au vitu viwili vyenye jinsia ya kiume au vyenye sifa ya kiume. Na akasema hatani pia akasema hatani lilmuthanna almuannath. Hatani ni jina lenye kuashiria kwa kitu kilichokuwa kwa vitu viwili vilivyokuwa karibu vyenye jinsia vyenye sifa ya kike. Kwa pia tumeona utofauti wa hadhani na hatani. Hadhani tukaona kwamba unaashiria watu wawili lakini wana jinsia moja, wote ni wanaume. Na hatani unaashiria watu wawili lakini wenye jinsia moja pia ambayo ni ya kike. Kwa hiyo wakiwa ni wawili jinsia moja natumia hadhani wakiwa ni wanaume. Wakiwa ni wanawake ni wawili tutatumia hatani katika kule kuashiria. Na ukumbuke tunasoma al-asma'ul isharatun lilqarib. Tunasoma majina ya kuashiria kwa vitu vilivyokuwa karibu. Na maana haya majina yote utayatumia pindi utakapokuwa unaashiria mtu au kitu kipo karibu. Kiwa mbali hauwezi kutumia hadha, hadhi, wala hadhihi, wala hadhan, wala hata. Hauwezi kutumia hizi ukiwa unaashiria kitu kilichokuwa mbali. Sasa tumeona kwamba watu wakiwa wawili, wakiwa wote ni wanaume tunatumia hadhani, na wakiwa wote ni wanawake ni wawili tutatumia hatani. Kwa maana hiyo wapo katika uwili. Sasa je, vipi wakichanganyikana, yani mwanaume na mwanamke wakichanganyikana? Sasa tunawaleta kwenye hadhani, tutatumia hadhani, yani wakachanganyikana mwanaume na mwanamke tutawatumia katika kuashiria kwa hadhani. Kwa nini tutumie hadhani? Kwa sababu ni ngumu sana mwanamume kumpa sifa ya kike. Ni ngumu sana mwanaume kumpa sifa ya kike, lakini si ngumu sana kama ilivyo kwa mwanaume mwanamke kumpa sifa ya kiume. Yani mathalan umewakuta watu wawili wamekaa, ukamuita mwanaume mwanamke, itakuwa ni jambo ambalo yani halijakaa vizuri, halipendezi. Itakuwa ni jambo la ajabu sana mwanaume kuitwa mwanamke. Lakini ukamuita yule mwanamke mwanaume, ukamuita yule mwanamke mwanaume, basi haitakuwa ajabu sana kama ilivyo ajabu kwa mwanaume kuitwa mwanamke. Umeeleweka? Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa tutajalia, yani tutamfanya huyu mwanaume ana nguvu kuliko mwanamke. Kwa hiyo endapo wakichanganyikana mwanamke na mwanaume tutatumia hadhani, kwa sababu mwanaume huyu atakuwa na nguvu kuliko mwanamke. Kwa hiyo wakiwa wamechanganyikana tutatumia hadhani. Endapo tu ni wawili wamechanganyikana tutatumia hadhani. Wakiwa hawajachanganyikana basi wataingia ima hapa kwa hadhani au hapa kwa hadhani. Sawa sawa. Wakiwa ni wanaume peke yao wataingia hapa kwa hadhani, hawajachanganyikana. Wakiwa ni wanawake peke yao hawajachanganyikana watakuwa ni hadhani, itakuwa vile vile kama ilivyo kanuni. Naam, tunaendelea na haulai. Haulai tukasema liljam'i mudhakkar, liljam'i mudhakkar au almuannath. Haula ni jina ambalo linaashiria kwa watu waliokuwa ni wengi, liljam'i kwa wingi, yani kwa watu waliokuwa wengi. Almudhakkar wenye sifa ya kiume au almuannath au wenye sifa ya kike. Kwa hiyo haula tumepata picha kwamba haulai ni jina ambalo linatumika katika kuashiria kwa watu waliokuwa wengi, ima ni wanaume au ima ni wanawake. Mathalan Waislamu wamekusanyika ni wengi na wote ni wanaume, tunatumia katika kuashiria haula. Na wakiwa ni wanawake peke yao ni wengi wamekusanyika, basi pia tutatumia vile vile haulai. Na hii pia
inaingia wakiwa endapo wamechanganyikana, yani Waislamu wanaume na wanawake wamechanganyikana wote kwa pamoja, ni wengi. Maadamu ni wengi, basi tutatumia haulai katika kuashiria. Naam, hili ndilo somo letu ambalo leo tumeanza nalo katika lugha yetu ya Kiarabu. Naam, kwa hiyo leo tutaishia hapo. Tukiwa leo tumesoma somo letu hili la kuashiria, la majina ya kuashiria vitu vya karibu. Tumesoma mufrad, tumesoma muthanna, tumesoma jamu. Tumesoma umoja, tumesoma uwili, tumesoma wingi. Na hapa tumepata picha kwamba katika lugha ya Kiarabu wingi unaanzia utatu, yani wingi unaanzia vitu vitatu. Kwa maana hiyo wingi katika Kiarabu unaanzia vitu vitatu. Waarabu wao wanasema kuna umoja na kuna uwili ambao tumesema ni muthanna, na kuna jamu ambao tumesema ni haula. Kwa hiyo somo letu litaishia hapo. Jazakumullahu khaira. Mwenyezi Mungu hakulipeni kila la khairi katika kulifuatilia hili somo, na siache kusubscribe ili uendelee kujifunza lugha ya Kiarabu kwa wepesi kabisa. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.